Karibuni sana katika kipindi chetu cha Legends Table kwa mara nyingine tena. Leo tumewaletea legends mwingine ambaye huyu ni living legends, maana yupo ni legends ambaye bado anatumika. Bado yupo kwenye shughuli zake za kazi kama kawaida. Kwa hiyo tuko na Abdul Halim Humo. Mchezaji msafi, mchezaji brazameni, mchezaji ametimia kwenye kila sekta, kila sehemu ametimia yani. Abdul Halim Humo. Bwana karibu sana kwanza ndugu yangu. Karibu sana. Au tulipoteana kidogo hapa siku tatu. Unajua mambo mengi. Pilika au sio? Ndani mimi lakini alhamdulillah Mungu kidogo kabisa. Sasa tushukuru kabisa. Nafurahi pia kuona ndugu zangu. Sisi tumefurahi pia maana tulikuwa tunakutafuta mno. Tukasema hapa kwa timu tulimpata hapa kazi kwa baadaye kutoka hapo sisi hatuache kweli. Sababu kupata kwako sio kazi. Sio. Na kingine tunashukuru sana kwanza kwa kusikia mwito wetu pia kwenye kipindi. So karibu sana na pia Tanzania wanataka kusikia mawili matatu kutoka kwako. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah. Ujue kitu kizuri zaidi ni kwamba nimekutana na ndugu zangu ambao licha ya kwamba leo wako hapa mko katika sekta tofauti na ambao tulikuwa tumekutana hapo mwanzo, lakini tulishatumika tukiwa pamoja kwenye sehemu tofauti tofauti. Kwa hiyo kwangu mimi faraja sana kuona ni miongoni mwa watu ambao mmedhani wanastahili kuwa na nyinyi hapa. Kwa hiyo mshukuru Mwenyezi Mungu na niko hapa, na nafikiri kubwa zaidi, nafikiri watu lazima waweze kuelewa. Mimi naitwa Abdul Halim Humo, sio mgeni, kila mtu anaelewa, lakini labda kwa historia fupi, kwa namna ilivyo, najua ni miongoni mwa jambo ambalo watu wanataka kujua, kwa wengine labda wameshasikia. Mimi mzaliwa wa Zanzibar, Mpemba halisi, lakini Mpemba mbishi, unajua yani hivyo hivyo. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu, nilianza kucheza mpira nikiwa tangu shule. Nafikiri wengi ndio tumeanza hivyo, kwa sababu vipaji mara nyingi au siku zote vinaonekana tukiwa tunaanza chini shule wapi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nimesoma, kuna shule moja inaitwa Kindo Samaki Zanzibar, ndio shule yangu na mtu hawezi kukataa kwao. Baada ya pale alhamdulillah, wakati niko nyumbani, kuna mwalimu mmoja anaitwa Hamisi Muhene. Huyo Hamisi Muhene ndio mwalimu ambaye alikuja kuniona mimi. Kule Zanzibar tulikuwa tuna tamaduni ya umeona kama hapa bara sasa hizi kuna hizi timu za under 20 na nini za uhai nini. Zanzibar kuna tamaduni ya hizi junior, juvenile, central. Kwa hiyo mwalimu alikuwa yeye ni ana timu za vijana ndogo ndogo inaitwa ministry. Hapo ndio nilipoanzia. Kwa hiyo nilianza junior, nikaja juvenile, central, maliza pale. Mwenyezi Mungu akabariki kwa sababu nilikuwa na kipaji, watu wanaanza kujiona. Baada ya hapo kuonekana, nikaanza kucheza nikiwa Zanzibar, timu moja inaitwa Santos Kizimkazi. Ile Santos Kizimkazi ndio timu ambayo kazi kwa mama. Kwa mama. Basi sio kwa mama, kitambo sio sasa hivi. Unaelewa? Kwa hiyo baada ya pale ile timu tumecheza msimu wangu wa kwanza. Baada ya kucheza alhamdulillah, sasa nilikuwa nina nia na msongo wa kutaka kupata kitu. Nikaja kuonekana sasa baadaye. Lakini ile ndio ilikuwa timu yangu kwa kuonekana na JKU Zanzibar. Kile mwalimu alikuwa Abdulrahman Msomi. Kwa hiyo akasema hapana, sasa hivi nafikiri unastahili kupata changamoto nyingine. Natoka zangu JKU, nikatoka zangu Santos Kizimkazi, nikaenda sasa JKU. Niliona JKU. Kwa bahati nzuri, kabla ya kusajiliwa na JKU nilipata ofa mbili. Ilikuwa ni JKU na Small Simba. Kile Small Simba, unajua kuzungumza Small Simba kwa Zanzibar, mmoja kati ya vilabu vikubwa kwa historia kubwa. Bishatoa watu wengi. Kwa hiyo nikaamua wacha niende JKU, sababu Msoma yuko pale, ni mwalimu ambaye tumekuwa naye tangu wadogo anatuelewa. Basi nikaa niko pale, nikacheza, na kwa bahati nzuri timu ilikuwa imesheheni wachezaji wengi bora, naelewa tukapata nafasi ya kuchukua kikombe cha ligi ya Zanzibar. Kama nani fundisho kwa kuna vile unajua masuala ya Chile, nafikiri wanajua Star Chile. Unajua kuna Kwete, umeona kwa hiyo kulikuwa na kina kwamba kweli kwa hiyo walikuwa kuna mtu yuko wapi jamaa sasa? Mkubwa wetu sasa hivi si mwalimu yuko Zanzibar, anafundisha mpira. Okay, bwana maua yako anamkoa fundi sana. Kwa hiyo tuko pale, kuna Chile, kuna Saidi Kuzu, kuna Saidi Mbuje, kuna jamaa mmoja anaitwa Saidi Mbuje, mtu wa Tanga, fundi kweli kweli, fundi utakuwa unajua na watu wengine wengi walisheni. Ile timu ilikuwa bora sana, tukachukua ubingwa. Baada ya kuchukua ubingwa tukapata nafasi ya kucheza mashindano ya kimataifa kwa mara ya kwanza. Mimi napanda ndege
natoka Zanzibar, tunapanda ndege tunaenda. Ulijisikiaje usiku hiyo? Nilisikia mapema tu, ndege ilikuwa liko tayari. Kwa hiyo tukapata nafasi kwenda kucheza, lakini kabla ya kuondoka tulicheza mechi. Nakumbuka mechi ya kwanza tulicheza nyumbani katika uwanja wa Amani. Uwanja wa Amani ule kipindi hicho, unajua sasa hivi tunafanya marekebisho, unaona bado uko, lakini ulikuwa na quality nzuri, unaona. Tulicheza pale mechi ya kwanza, nakumbuka tukatoka sare bila kufungana. Tukaenda kwao Antananarivo, Madagascar. Bahati mbaya kufungwa goli 2-1. Tukarudi. Mungu akabariki kwa sababu tulikuwa tunapambana, safari haijaishia hapo. Kuna mwalimu alikuwa anaitwa Coach Bakri, nafikiri mnamjua mbali. Alikuwa yuko na polisi. Kitendo narudi kule, polisi wakawa wanashiriki Kagame Rwanda. Kabidi mimi nikawa miongoni mwa wachezaji ambao wamesema tunakuhitaji wewe kuongeza. Kwa bahati nzuri sikuwa mimi peke yangu. Alikuwa kuna mchezaji mmoja, nafikiri Chombo anamjua vizuri sana, anaitwa Amani Mbaru. Mtu mmoja mrefu kama anacheza basket, alafu fundi kweli. Walichokifanya wakamuongeza na ule, tukaenda kucheza kombe la Kagame Rwanda, lakini mambo hayakwenda vizuri, lakini tulishiriki vizuri tukarudi. Wakati tunarudi, mimi na plani zangu nyingine sasa ili mambo yaende. Nataka kunipa nafasi ya kuwa askari. Kwa hiyo Chombo leo hii mimi ningekuwa askari. Lakini kwa bahati mbaya nikamwambia hapana, mimi nadhani naweza nikaendelea kupambana katika mchezo. Sasa baada ya hapo ndo nikatoka nikaja mjini Dar es Salaam. Kufika mjini, kitu cha kwanza nikaanza kupambana kuweza kuona namna gani nitapata sehemu ambayo mimi naweza nikafanyaje. Nikatoka nikiwa niko huko bara, unaelewa. Kwa hiyo nikawa katika mizunguko yangu. Siku moja nikakutana na mtu ambaye akaniambia kipindi kile Ashanti wanafanya mazoezi Msimbazi Road, unaelewa. Kulikuwa kuna majaribio pale nini, kwa hiyo naenda pale. Kwa bahati nzuri nikakutana na kina Tuli, nikakutana na kina Msafiri Boy, umeona. Wakaona kipaji wakasema wewe sisi unatufaa, umeona. Kwa bahati baadaye sasa namshukuru Mwenyezi Mungu, ndio wakina Chombo pia nao wanatoka za Ulaya wanakuja tukaungana pale. Kwa hiyo story kiufupi ipo kama hivi jinsi hivi, kutoka Zanzibar kuja hapa Dar es Salaam mpaka kufika sasa. Okay, hapo tuanzie hapo. Wakati unakuja kutoka Zanzibar kuja Dar es Salaam, ulikuwa kule umetoka, ulikuwa unacheza ligi, lakini ulikuja huku, ulipofika ulikuja kuanza tena kutafuta timu. Kwa hiyo kunaonekana kuna uwepesi gani wa kupata timu ya ligi kuu Zanzibar kwa mchezaji, alafu kuja huku kupata tena kustruggle na kutafuta tena timu ya kucheza ligi, ilikuwaje hapo? Kilichokuwepo ni kwamba si kwamba kuna uwepesi sana, lakini ni kwamba ukumbuke Zanzibar mimi nilikuwa niko nyumbani, unaelewa, kwa sababu niko nyumbani na bado niko mdogo na ndo nimeanza. Kwa hiyo kila mtu alikuwa anajua yule ni fulani na anaweza akafanya hivi na unaelewa. Kwa hiyo ilikuwa ni njia rahisi kwangu mimi kuchukuliwa, kusema hebu njoo hapo, mbona kama unaweza. Ndio kitendo cha kutoka ile Santos, unaelewa, kupeleka JKU. Lakini ukumbuke kipindi hicho mimi najulikana wapi? Zanzibar. Bado sijameki ile jina la kusema kila mtu anaweza kanijua nikaingia sehemu ikawa rahisi. Lakini kwa sababu nilikuwa naamini ya kwamba naweza nikafanya kitu, alafu tayari kuna historia zilikuwepo za wachezaji wa Zanzibar ambao wamekuja bara wamepata mafanikio, mfano kama akina Babu, wakina Kibilu na wengine mastaa kibao, kuna Chole, kuna nani. Kwa hiyo na mimi dream yangu ilikuwa siku moja kuona za ligi kuu bara, lakini sikusubiri sasa mtu aje anichukue. Utofauti ndio ulikuwa hapo. Nilichofanya mimi ni uthubutu wa kutoka kusema hapana, natakiwa niende kwa sababu ni ndugu jamaa, fursa nakimbilia. Kwa hiyo nilipokuja bahati nzuri ndio kujitoa, nimeenda Ashanti, watu wameniona wakasema wewe unatufaa. Story sasa ndio ikaanza pale. Lakini pia ndio maana nakwambia haikuwa rahisi, kwa sababu ilibidi nijitoe kuhakikisha kwamba naaminisha watu kuna kitu ninacho. Bahati nzuri Msafiri Mbori aliamini na tunatuli kwamba bwana wewe una kitu. Na Ashanti kipindi kile wewe unajua Ashanti jinsi ilivyokuwa, kila mtu alikuwa anatamani, na kama sikosei wazaji walikuwa wanatoka, mimi nimetoka Zanzibar ni rahisi ndio kama saa mawili, lakini kuna watu walikuwa wanatoka mikoani, kama unakumbuka tu, walikuwa wanatoka mikoa na watu kufuata Mwanza, wapi, watu wanakuja kwa sababu Ashanti ilikuwa ndio sehemu ambayo watu wanaweza
Kwa hiyo ni center, unajua, alafu pia vile wanatambua kwa sababu wanapokelewa tu, hiyo ndio raha timu ambayo ulikuwa na sio kama ni kocha peke yake, wanaweza kusajili hata na wauni, hata wauni wengine wanajua wao walikuwa wanaangalia mpira tu, walikuwa wanaangalia mpira tu. Sisi tulipata nafasi kwanza, masela wenyewe nje, si unajua pale kwenye ukuta watu walikuwa kitanja chakula vitu vyao, watu wanaamini kile, lakini kulikuwa na mtu wa mwisho ambaye kupitisha huyo bwana Mbaraka, sio kocha Mbaraka, ndio walikuwepo pale kusema bwana kijana atatufaa. Kwa hiyo akina Fuli nao wakaamini kile ambacho tunafanya, akina safari ndio ikaanza pale. Na niwakumbushe tu wapi, Ashanti ndio timu ya kwanza kunisafirisha mimi kunipeleka nje. Unajua kwa sababu mimi wakati 2006 naingia kucheza Ashanti, ndio napata hiyo sasa nafasi ya kucheza Ashanti. Baada ya msimu mmoja, nakumbuka Chombo tulikuwa na wewe kwenye timu. Naelewa wewe. Ashanti ile ilikuwa dume, upo Chombo, kuna Nyoso, unaelewa? Unaelewa kuna watu wa maana. Ucheza winga? Mimi? Sasa kwenye midfield kama hujazunguka kidogo. Sasa nafasi yenyewe hiyo Ashanti yenyewe ilikuwa dume, nafasi utaipata wapi? Kulikuwa na watu wengi. Umeona sasa watu wanajua mpira. Sasa kwa sababu una talent na mwalimu anaamini ulichokuwa nacho, sasa ndio maana sisi akawa anatupa majukumu mengine, na anakumbuka mechi ambayo ilitupa chakula, na hata Chombo anajua ni mechi ambayo tulicheza Simba na Ashanti pale Morogoro. Hiyo mechi Chombo ndo alifunga goli, na ndio ilikuwa safari yake, na yeye kama sijasahau, baada ya mechi ile Chombo akaenda Simba. Naelewa goli kweli la babu. Goli la maana sasa kitu jamaa kaseje ile nakwambia. Kaseje ile mimi nakwambia Chombo nakumbuka alipiga mpira tena lilikuwa tukika hivi ilikuwa goli la kule. Ile mechi yani mpaka leo ilikuwa goli la kuingilia goli. Jamhuri yenyewe sio hii. Jamhuri yenyewe unaweza ukaslide uumini. Mimi nakwambia Chombo akafunga goli, umeona mambo yakawa yanaenda vizuri. Kwa hiyo story zipo kama hivyo. Baada ya hapo, baada ya kumaliza kucheza, ndio mimi sasa kupata opportunity. Kuna watu walitokezea kusema mbona huyu kijana anaweza kwenda kucheza Falme za Kiarabu. Kwa hiyo Ashanti ndio klabu ya kwanza kina Msafiri Mgoi walikula hela, wanaelewa kupitia mimi kunipeleka nje. Miongoni mwa wachezaji ambao Ashanti wamefaidika nao mimi pia. Ingawaje na mimi nimefaidika na Ashanti kwa sababu ndio walinipa njia. Kumbuka Ashanti pia ndio walinisababisha mimi nikapata nafasi ya kuitwa kwenye timu ya taifa. 2006 mimi naitwa timu ya Taifa Stars. Niko hata ndevu sina. Natokea wapi Chombo? Natoka Ashanti. Kwa hiyo watu wakizungumzia Ashanti, wanatoka kidogo kuzungumzia kwa nidhamu zote. Ashanti ni miongoni mwa timu ambazo na mimi vijana wengi zimewapa nafasi, zimewapa chakula na maisha mengine. Hususan sisi tulokaa. Hasa sisi tuliokuwa hapa. Unajua, yani sisi leo hii tunakaa hivi watu wanatuona, lakini Ashanti ndio ambao wametengeneza mazingira. Umeona baba. Kwa hiyo kilala ile sisi tulikuwa mambo yalikuwa mazuri. Kwa story ilikuwa sawa. Watoto wa jiji. Si ndio? Mimi nadhani na vilabu au mtaani kama kuna wadhamini wanafanya hivyo ipatikane timu fulani hivi ambayo kama walivyokuwa wanafanya Ashanti wenyewe. Na wanatafuta vipaji na bahati nzuri fulani, bahati nzuri Jabiri na Chombo, bahati nzuri kuwa Ashanti ile ilikuwa ni ile kilala masela, kwa sababu walikuwa wanapenda mpira, yani kaka zetu unajua walikuwa wanapenda mpira, na viongozi unajua ilikuwa wanakushawishi wewe kijana una talent, ulikuwa kwa namna yoyote wao wanakuwa sababu ya wewe kufanya vizuri, kwa sababu walikuwa wana support unajua kwa namna moja au hawana hela lakini walikuwa na maneno mazuri. Alafu sasa walikuwa uhakika ulinzi kwamba wewe ukishakuwa unacheza Ashanti unaweza kupita popote, hakuna yani kilala wapi, hakuna mtu anaweza kukuletea vitu tofauti. So nikaenda Oman. Baada ya kwenda Oman nimeenda kule nicheza timu moja inaitwa Oman Club. Bahati nzuri hiyo ndio timu ambayo Ashanti walimuuza kutoka hapa kwenda kule. Bahati nzuri Mwenyezi Mungu akajalia msimu uliofuata nikapata timu nyingine kule inaitwa Behla Club. Nikaenda. Na kizuri zaidi watu ambao hakijui ni kwamba kwangu kulikuwa na faida kubwa sana, kwa sababu licha ya kwamba niliuzwa na Ashanti, lakini mimi familia yangu, baba yangu yeye yuko kule na ndugu zangu wote najua ni wa Oman, ndio wanaishi kule. Kwa hiyo kafikia kipindi sasa mimi ligi inaisha, mimi niko naishi nyumbani. Unajua, kwa hiyo kwangu mimi ilikuwa kitu, lakini baadaye unajua maisha ya kiimani na mimi nikastaki maisha ya kukaa ndani.
nataka maisha ya kujipambania. Nikarudi Tanzania 2008 nimerudi Tanzania, nikapata nafasi sasa ya kufosi kwenda Mtibwa. Nafasi ya kufosi ya kwenda Mtibwa. Kufosi. Kufosi. Nataka hilo neno kufosi. Kwa nini ilikuwa kufosi? Narudia tena kusema sisi wengine tulipambana kuzipata hizi nafasi mpaka kutengeneza majina na watu kutuamini na kutuona. Haikuwa rahisi Jabiri. Mimi sikuwahi kukamatwa mkono. Naomba uelewe. Yaani naweza nikasema kama ulivyo, kama alivyo Chombo. Kulikuwa watu wanataka kuona ulichonacho, sio mambo ya kushikana mikono au ufike mtaki chako nitakiona baadaye. Watu hawataki, watu wanataka waone alafu ndo uingie. Kwa hiyo nimesema ya kufosi kwa sababu kipindi kile Mtibwa kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Abdalla Juma Huba, alikuwa star sana kama unavyoona Monza Research. Mtu yule nikumbuke ni Mzanzibari. Sasa kwa sababu mimi nanijua na mimi najua yeye yuko pale, na still narudia kusema nilikuwa nina nia kutaka kufanya kitu ili watu na mimi wanione. Nikatengeneza connection mimi na nani? Abdalla Juma Huba. Brother, nimetoka Oman, sikuwa Tanzania kubwa. Nimerudi sasa, nataka kuona napata challenge nyingine, lakini hamu yangu nimeona Wazanzibari wengi wanapitia hapo Mtibwa. Mfano hai ndio tunayo, kina Babu, kina Kipigwa, kina Chimwa, kina nani. Sasa na mimi nataka niende pale. Alichokifanya Abdalla Juma, nimshukuru pia na yeye. Amefanya tu kitu kimoja. Hakusema njoo nikuchukue nikupeleke au twende nikaongea na mwalimu akupe nafasi au tengeneza. Alichofanya yeye akasema mimi namba ya bosi mnayo. Bosi ni Jamal Baisa. Unajua tena yeye ni mtu wa mpira na mtu smart sana. Unaelewa, mtu anaishi naye kama kaka yetu, miongoni mwa viongozi bora ambao vijana wengi sana kweli. Kwa hiyo akanipa namba, akaniambia pigie simu, hana shida. Natetemeka kwa sababu kipindi hicho hata ndefu sina mzee. Nitaanza wapi? Lakini kwa sababu unahitaji Jabiri, sema sawa nitafanya. Unaona, nikampigia bosi kama Mwenyezi Mungu. Bosi akapokea simu, nikajitambulisha. Mimi mtu fulani, nimetokea sehemu fulani lakini nilikuwa hapa nyumbani nimecheza shanti nikaondoka. Baada ya kumpa ile story fupi, akasema sawa, hamna shida wewe ya kuongea sana. Mtibwa ni chuo, anakaribishwa mtu yoyote. Na ukumbuke kipindi kile na master kibao Mtibwa. Basi akanipa Matunga nimecheza naye Mtibwa. Unaelewa? Ndio wao kina Chibugumbo, unaelewa? Wakina Uhuru Selemani, unajua? Na ndio brother Monjalisi alikuwa bado. Monja yupo kwenye timu lakini yeye ndo faza, unajua, yani kwamba unajua mateka wale shafanya baraka ni nchi. Na Mwaipopo huyo na Mwaipopo yupo kwenye timu, unaelewa? Sasa Idris Raja maskini ndio kidogo yeye anapata dharura hizo na mimi. Unaelewa? Kwa hiyo watu kama hao sasa alichokifanya akaniruhusu, akaniambia utajoin na wenzako. Timu ilikuwa bado haijaenda wapi? Morogoro Toriani. Nakumbuka siku ya kwanza naingia mazoezini na Mtibwa nimeruhusiwa, natakiwa niende gym, ilikuwa VETA. Ile gym na pale Shell. Mtibwa hapo pale nilikuwa kuingia gym, fanya sana mazoezi pale. Baada ya pale timu ikaenda Morogoro, kwenda kule sasa ndio kupambania. Bahati nzuri na mwalimu alikuwa Salum Mayanga. Kwenda kule mwalimu Mayanga akasema huyu ni kijana mbishi, huyu atakusaidia. Tuwe nao. Hawa ndio vijana ambao tunataka hawa baadaye watakuja kutusaidia. Ndio nikapata nafasi ya kuchukuliwa Mtibwa. Mtibwa nikakomaa. Baada ya kukomaa namshukuru Mwenyezi Mungu, kama nilivyosema kuna moja kwaje Mtibwa, changamoto gani pale? Changamoto zilikuwepo kwa sababu mimi kama kijana nilikuwa naenda sehemu ambao kuna mastaa, kuna legend, unajua kuna watu tayari wameshafanya makubwa kwenye timu. Lakini kwa sababu nahitaji kitu Jabiri Chombo, nilichokifanya kama nilivyosema nilithubutu, kwa sababu nahitaji kitu. Nikawa nimekubaliana na kila namna ya jambo, nikawa napambana. Alipokea na mbaya zaidi nimeenda pale mimi nacheza namba 6. Namba ambayo mimi nacheza alikuwa Shabani Nditi. Kipindi hicho ndivyo basi hapo tunasema hivi. Napiga pasi huko akafanya kama hatembei. Na pasi inafika. Unaelewa? Kwa hiyo baada ya pale nikapambana, namshukuru Mwenyezi Mungu pamoja na watu walikuwa kina Salum Sudi Kusi, kina Meki Maxime, wale wote sio wametulea. Unaelewa? Mimi naenda kwenye timu wale wapo wanamalizia, wengine ndio wanataka kuondoka. Ni Zalfani alikuwa kipindi hicho. Kina Nisa, unajua? Baadaye Nisa ataondoka kwenda Moro. Akaenda Moro Neshe Diniza. Unaelewa? Kwa hiyo mwalimu bahati nzuri Salum Mayanga akaniaminisha. Anambia wewe alikuwa anapenda kunitadu. Unajua wewe unaweza sana.
Kinachotakiwa ni 1 2 3, hamna kumhofu mtu kwamba anajua akatia sumu. Mayanga ni miongoni mwa walimu ambao kusema ukweli wachezaji wengi tunapaswa kumshukuru Mayanga. Mayanga ametia sumu, wachezaji wengi wamekuwa bora, wamepata mafanikio kwenye mikono yake. Mimi ni miongoni mwa wachezaji ambao Mtibwa amepita kwa Mayanga na nikapata mafanikio. Unaelewa? Kwa hiyo akanitia kiburi, nikafanya mazoezi kwa kujituma. Nataka nikwambie Jabir, moja kati ya kitu ambacho kilinisababisha nimepata nafasi Mtibwa na Mayanga alinipenda. Mtibwa kuna mashamba ya mimi. Mtibwa ilikuwa mchezaji, ukienda kuwa wewe ni mchezaji wa Mtibwa, ukija mjini huko utafikiri wewe ni mchezaji wa Simba ama Yanga. Simba na Yanga wana kitu kimoja, wachezaji wao kutwa gym na hivi na vile. Mtibwa ile ni shamba ya miwa ile na milima, sisi ndio tulikuwa tunapita nayo. Sasa ile Mayanga alikuwa anatupeleka, kuna sehemu moja inaitwa Kidudu, wanajua wenyewe watu wa Mtibwa, kwenye shamba ya miwa huko, mpaka ufike kwenye uwanja at least umetumia 1 hour au lisali 1.5. Sasa uwezi mimi nilikuwa natumia dakika 30 ama 35 ikizidi, ambayo unatumia wallahi unatumia lisaa wakati mwingine mchezaji kama hauko sawa sawa. Lakini tulikuwa tunatoka kule kwa sababu distance ni kubwa. Mimi nilikuwa nakimbia, sijawahi kuwa nafasi ya pili katika kundi la timu la wachezaji wa Mtibwa, wenyewe wanajua. Nilikuwa unajua kila siku Jabir, distance ile nilikuwa speed na kukimbia ni kubwa, mpaka nikawa kila siku bila lazima nitokee. Jamani, yule niliosema Blazameni mnasikia shughuli zake za maisha mpira ndio hapo. Yaani kwenye Blazameni ule unaweka pembeni, mna kazi ni kazi. Kwa hiyo haikuwa rahisi Jabir, nilikuwa najitoa mpaka inapitiliza kiasi kwamba mpaka mwalimu Mayanga akawa ananiambia, yaani Abdul, unajua wewe una mapafu ya mbwa. Waliwahi kuniita hilo neno. Kwa nini mapafu ya mbwa? Kwa sababu ya jitihada nilikuwa naonekana sio mtu ambaye nachoka, na kwa sababu ya zile hizo tulizokuwa tunakimbia tunakwenda milima nini hizi. Sasa masa unakumbuka Jabiri timu ya taifa ilivyokuwa, wewe unakumbuka Chombo paja hili unajua yani nini, ilikuwa kuna kula vitu vidonge vya kuongeza nguvu sio mingi, wala hakuna kula kwenda gym wala nini, lakini yale mazoezi na milima ilifanya. Kwa baada ya sana samani kidogo bwana, ni mtu ambaye ulikuwa unafanya kazi ngumu sana ukiwa katika mazingira yako ya kazi, kwamba nilikuwa najibidisha na moyo uliridhika kukubali kufanya. Unawezaje kutenga muda wako mwingine wa kujiweka smart, yani kwa mazingira mengine ambayo kuna mazingira ambayo yalikuwepo samani? Ndio nikumbushe kidogo. Ndio kuna siku nakumbuka tuko Azam, tulikuwa tuko Liberia, nakumbuka nilishapanda gari nataka kuondoka lakini ukaingia kucheza mechi ya kimataifa kwetu, ukarudi ndani kwepo ile, ukarudi ndani hotelini. Uliporudi ukajiona tena kama uko sawa, ukarudi nikafikia kipindi hadi ukagombana na Boko nikamwambia tulia. Sasa kwa kazi ambayo hapa sasa hivi unaihadisia, kwa nini ulikuwa upande wa pili ulikuwa unaonekana kitu pekee ambacho Jabiri, nataka nikwambie kitu kimoja. Sisi wacheza mpira tuko tofauti moja, lakini jambo la pili, makuzi na malezi pia yako tofauti. Mimi Jabiri nimeishi maisha yote unaojua wewe, maisha ya dhiki, maisha ya kama nilivyokuambia, familia yangu, baba yangu yuko anaishi huko na ni mtu ambaye ana maisha yake vizuri. Kwa hiyo maisha fulani ya usmart tokea nyumbani kwa upande wa baba yangu yalikuwa yako hivyo. Kwa hiyo maisha ya dhiki nayajua, maisha mazuri nayajua, unaelewa. Sasa moja kati ya kitu ambacho nilikuwa unaamini dhiki zako zisikufanye wewe usiwe smart. Asitaki hivyo. Yaani hata niwe katika mazingira gani, yani niwe kwenye haso gani, swala la kuwa smart, wanasema usmart. Sisi wote hapa mnajua, ninyi wote mabrother meni mnajua kazi mnafanya, lakini unaelewa kwamba mtu wewe mwenyewe Jabiri mwenyewe uko juu licha ya Chombo na wewe. Kwa hiyo pamoja na kwamba unacheza mpira, kwanza haikuandikwa wala haipo hivyo. Na Jabiri nataka nikwambie kitu kimoja, miongoni mwa watu ambao tunatakiwa kuwa smart, kwa sababu sisi ndio vioo vya jamii, miongoni mwao ni wanamichezo, hasa wacheza mpira. Mchezaji mpira ana thamani kubwa sana duniani, lakini wakati wengine tunaipoteza thamani yetu sisi wenyewe wachezaji mpira. Mchezaji mpira sio kwa sababu wewe golikipa utembee Kariakoo pale una kama una magloves uko hivi muda wote, au kwa sababu wewe center back basi muda wote utembee kama unataka kupiga vichwa, au striker muda wote una lazima wewe ni mchezaji mpira, lakini ukiwa uwanjani ndio unakuwa mchezaji, ukiwa nje wewe unakuwa mtu mwingine na uko na personal life yako.
kwamba unataka mfano mfupi. Sasa hivi ndio tunawaona wakina Neymar, wakina Ronaldo, wakina nani. Sisi mimi nakwambia Jabir, sisi ndio tulipaswa tuwe tunaweka kwenye mabango, tunatangaza vitu ambavyo yanaweza kusaidia, unaelewa, vile tunakosa kutokana tunashinda kujibrand sisi wenyewe. Sasa Jabir, nakuja kwenye swali lako. Siku ile wakati nimeingia ndani pale, narudi huko mimi nilikuwa nalala chumba na Gades Mwaikimba. Nakumbuka wakati tuko Liberia. Mwaikimba unajua mtu wa Mbeya. Sasa kikela Mwaikimba hana habari Mwaikimba. Lakini kumbuka Mwaikimba mwenyewe alikuwa Brazameni Kishenzi. Hadi kesho. Unaelewa? Kwa hiyo nikatoka, mbona kama unavyosema, mbona iko sawa. Moja kati ya kitu Jabiri wewe unakijua na chombo, kwa sababu nyinyi mko hapa, lakini mnazungumza na mimi ambaye mnaweza mkazungumza hadithi yote kuhusu mimi, kwa sababu mimi mnanijua, nimecheza na nyinyi sente tofauti. Unaelewa? Moja kati ya kitu ambacho sikitaki ni kitu kimoja Jabiri. Swala la mimi kwenda uwanjani nikawa tu kama sijielewi. Hapana, napenda nikienda uwanjani niwe mtu fulani niko comfortable. Sasa hivi niwe comfortable kama pensi, na mimi nikikaa hivi ndio itakaa vizuri, nataka ikae hivi. Nikiamini nikioga nywele nikiweka hivi ndio nitapendeza, inabidi nikae hivi. Ile itaenda kuongeza kitu katika. Ndio maana ile opponent ya hofie. Sasa utaenda mle wewe huko tu namna gani, unaona? Kwa hiyo vitu kama hivyo ndio vilisababisha ile siku mara ya kwanza natoka nikaona kama siko sawa, nikarudi tena mpaka Boko akapiga kelele, kuanza kupigishana kelele. Lakini Mungu akajalia tumeenda uwanjani kule, mambo yakawa mazuri. Sasa hilo nafikiri ni swali ambalo litakamini vizuri. Kwa hiyo baada ya pale kucheza Mtibwa, Mwenyezi Mungu akajalia 2010 mimi ni miongoni mwa wachezaji ambao walipata bahati msimu huo, kama ulivyo chombo na Jabir. Msimu mmoja nilihitajika na vilabu vyote vikubwa Tanzania. 2010 nilihitajika na Azam kipindi kile Yusuf ndio yuko golini, kila kitu, yani alikuwa yuko golini, mtu ana maanisha kwamba anakuja mwenyewe. Alafu miongoni mwa mabosi ambao hana parapara, si wote tunajua tumeongoza, yeye akisema wewe hivi na hivi. Yusuf alikuwa ananihitaji na lengo, na Yusuf alitafuta namba yangu akanipigia, sema ni mtoto direct kabisa kutoka direct, alinipigia mwenyewe na lengo, alikuwa anataka kitu kimoja, niende Azam, baadaye nipeleke wapi? Sweden. Yaani hiyo ndio ilivyokuwa, kwa sababu unakumbuka Yusuf pia ameshafanya hivi kwa baadhi ya wachezaji wengi, kuwatoa Tanzania kuwapeleka nje. Kama ninapokuambia alikuwa sio mtu wa mambo mengi. Unajua licha kwamba anasomea wakala. Unaelewa, anasomea. Yaani miongoni mwa mama agent ambao wana kila kitu Tanzania ni yeye, unajua. Kwa hiyo alikuwa hana kona. Licha kwamba ana hela, lakini sio mtu wa kona nyingi, yaani yuko direct. Sasa mimi nilifanya afya, sasa alikuwa anakuja friendly, hana ile mambo kama mimi boss na nini. Kwa hiyo maisha ya kawaida yani. Kwa hiyo nakuta huku Azam, huku Simba, huku Yanga. Sasa utoto ulikuja, na nafikiri ndio dream ya kila mchezaji ambaye akiwa kwenye nchi anatamani kusema miongoni mwa vilabu. Zamani hapo ulisikiaje yani wewe kama mchezaji unisikiaje yani kutakiwa na vilabu vyote vikubwa? Kwangu mimi ilikuwa ni faraja sana, kwa sababu mkumbuke mimi nilitoka Zanzibar, sijashikwa mikono Jabiri kama story ilivyo. Mimi nilikuja mjini nikaanza kuhustle na Ashanti. Nikatoka Ashanti nikarudi huku. Kwa hiyo nilikuwa na force kila kitu kuhakikisha kwamba napata. Kwa hiyo mpaka time ilipofika mimi kuweza kupata nafasi kama hiyo, kuona nahitajika na vilabu vyote vitatu kwa wakati mmoja, kwa juhudi zangu ambazo mimi sikushikwa mkono chombo na mtu yoyote. Jabiri sio kitu kidogo kama ilivyokuwa kwako chombo ama Jabiri, unajua yani unajiproud kwamba nimepambana. Leo hii viongozi wa vilabu hivi vikubwa vitatu wanafanyaje? Wananihitaji. Lakini sasa kipindi kile ukumbuke, Azam ndio kwanza klabu ilikuwa inafanyaje, inakuja chombo, nafikiri inakuja kwenye process, wana mipango ya kutaka watu ambao wanaenda kufanya kazi, ndio maana akawa anatuhitaji sisi. Kwa hiyo nikawa nimepigiwa na Yusuf, lakini nikamwambia basi sawa, ngoja nifanye hivi na vile, unajua zile kutengeneza mazingira ya kwamba nikahisi nastahili kwanza kucheza vilabu vikubwa, unaelewa. Bahati nzuri huku Kaburu akawa naye sasa yuko deep sana, anakuja mpaka Morogoro kwenye mechi za Mtibwa, na unamjua Kaburu. Kaburu pia naye anastahili sifa sana. Kipindi chake alikuwa akihitaji mchezaji aende Simba. Sidhani kama kuna mchezaji ambaye alikataa kwenda Simba wakati Kaburu yeye ndo anasimamia kabisa. Alikuwa anafanya kitu chochote kuhakikisha mchezaji anafanyaje, anampata. Umeona, sasa Kaburu akawa anakuja mpaka Morogoro, ana hivi na vile. Umeona, mimi naona mbona jamaa yuko serious. Afikiangalia mnyama yuko moto.
na hii sehemu mbona kama inanifaa. Sasa wakati yule Kabura unafanya haya huku nako watu wa Yanga wakawa wanakuja. Sasa walichokosea watu wa Yanga ni kitu kimoja. Mimi nilikuwa niende Yanga. Amini nikwambie, nilikuwa naenda kucheza Yanga ule msimu. Kwa sababu ile ilikuwa kwamba tulikuwa tunastahili kufanya kile tulichofanya. Kwa hiyo ukiangalia maisha ya Azam, kitendo cha kujoin Azam ndo kama hivi. Azam ilikuwa tunaona wewe huko, Jabiri huko, Hemidi Mau, kulikuwa kuna Mwaipopo, Shua Boy. Ukiangalia kwenye eneo kuna Michael Balu kwenye eneo la kiungo Mjomba, tulikuwa tuko watu zaidi ya 9. Alafu kila mtu alikuwa ana njaa. Unaelewa? Kwa hiyo ilikuwa kuna competition ya kutosha kusema ukweli. Lakini bahati nzuri kila mtu alikuwa anapambania kwa namna yake. Mtu akipata nafasi alikuwa anacheza lakini kizuri zaidi tulipata Stuart mwalimu. Ukiangalia kwa bahati nzuri mchezo winga Ngasa ile utafanyaje, unafikiri? Umeona? Kwa hiyo Stuart pale naye alikuwa pia, ukumbuke ameshatoka kwenye timu ya taifa ya Zanzibar, na mimi nilikuwa naye pia kwenye timu, kwa sababu sisi bahati nzuri pia ndio unajua faida yetu sisi na watu wa Zanzibar, tunacheza timu ya taifa ya Zanzibar, lakini pia tuna join timu ya taifa ya Tanzania. Kwa hiyo ukiangalia nilikuwa nimeshatoka kwenye mashindano ya timu ya taifa ya Zanzibar. Kwa hiyo mwalimu tena pale akawa na bahati nzuri, timu ya taifa ya Zanzibar nao walikuwa wanatumia kuja huku kukutana kama vile nafasi tunapata hivyo tunakusema tunacheza ni maisha mengine kama jana. Lakini baadaye namshukuru Mwenyezi Mungu, baada ya kucheza msimu ule unaisha, mwishoni mwa msimu akaja yule mwalimu yule Mbenta, mwalimu wangu yule ndo alikuwa mzazi. Yule mwalimu alikuwa ananipenda pale na kupitiliza, mwalimu ambaye yeye alikuwa hataki kusikia kitu chochote, anachotaka yeye anataka goli. Namkumbuka Jabiri, umeona pale, nikaongeza mkataba, umeona. Kwa hiyo jumla ikawa Azam nimeishi kwa miaka mingapi? 3 na nusu. Kwa hiyo maisha ya Azam kijumla yalikuwa mazuri, nimshukuru Mwenyezi Mungu, na nafikiri sisi wote tulikuwa tunasaidia jinsi ambavyo tulikuwa tunaishi siku za hapa na pale, namna ambavyo tulikuwa huru, watu wanapopambana na vitu vingine kama hivyo. Mazuri kuzidia kwa Simba. Ukweli ni kwamba ni kitu kimoja. Nilienjoy pia, nilikuwa kila sehemu ujue ina jambo lake. Unajua Simba lazima niwe mkweli. Simba ilinifanya nikazidi kuwa mkubwa. Lazima nikubali. Vilabu vikubwa, sifa moja kati ya sifa ambazo vilabu vikubwa zinawapa wachezaji ni kwamba mchezaji anakuwa mkubwa. Inakutambulisha. Kwa unaweza kukuta hata mkubwa zaidi. Unakuwa mkubwa. Yule ni mmoja, yule anacheza, yule Jabiri, yule unajua kama Simba ilitambulisha kwa kubwa zaidi. Ingawaje pia kuna changamoto fulani nilikuwa napata, kwa sababu tukirudi labda hapo Simba ni kwamba wakati nakuja pia nayo Zombo, ukumbuke niliwakuta nilikuta na masinia wengine wako kwenye moto wao, vitu vingine vingi vilitokea. Kwa hiyo Simba kama Simba club ilinipa ukubwa, kujitambulisha na vitu vingine kama hivyo. Lakini Azam ilinifanya ni enjoy, kwa sababu licha ya kwamba nimejitambulisha kwamba still bado ni timu nyingine na timu kubwa, lakini pia niliweza kutumika vizuri zaidi, na tulikuwa wote tunaona tunatumika kwa nafasi ya kutosha. Unaelewa, unaishi kwa amani. Pressure ile ambayo tulikuwa tunaipata Simba, sababu vitu vikubwa, kuna pressure kubwa vilabu vyetu hivi, unaelewa. Azam wakati mwingine mchezaji hata kama siku nyingine umecheza labda katika performance ya katikati, uone watu wanaleta zile nyingi, unajua zile ndo raha ya Azam. Unajua viongozi wanataka ufanye vizuri, lakini pia maisha unabadilika, hata attitude ile ya kuishi kiutu, kibinadamu, kinidhamu zaidi inakuwepo na nini. Kwa hiyo nilienjoy Azam kusema kweli kwa mambo mengi ya kuweza kubadilika, sasa kuweza kujua unatakiwa hasa uishi vipi zaidi, na ndio maana tuishi kwa upendo, ingawaje kwenye kutafuta nafasi kila mtu alikuwa anapambana kimpambano, kwa sababu mimi wakati mwingine siwezi kuona Jabiri za kila siku, mimi mshindani nitakuwa na enjoy, na mimi nilikuwa naitaka, kwa mimi nikipewa nilikuwa napambana, Jabiri akipewa napambana. Chombo nakumbuka alikuwa na side 10, wewe ndio ulikuwa una enjoy zaidi Chombo. Namba hapo ile unajua ulikuwa ukikuta sisi tuko katikati, wewe kwa wachache, wao mimi kwa wachache unaenjoy. Kwa hiyo maisha ya Azam yalinifanya nikapata discipline ya kuelewa vitu vingi na nienjoy kusema kweli. Mpaka natoka Azam nakumbuka nikaenda Sofapaka. Unaelewa nikaenda zangu Sofapaka Kenya, nikacheza kwa muda
mwaka mmoja miaka miwili. Tofauti gani kule uliona na huko? Shida ni moja, nimeshatoka kwenye vilabu vikubwa, nishacheza Simba, kila kitu kinapatikana kwa wakati, unaelewa una jina kubwa mjini, magazeti na hivi na vile. Unaenda Azam, kila kitu kinapatikana on time, hakuna shida yoyote. Wewe unajua unataka kula utakula unavyotaka, unataka kulala pazuri utalala pazuri. Pesa mshahara tarehe 23 Azam unapata. Jabiri unajua chombo, unajua. Wakati naondoka naenda kule, kuna tofauti ilikuwa. Shida moja kubwa ilikuwa mambo ya furusi, naelewa mambo ya hela, unajua mambo yalikuwa hayako on time. Mazingira kidogo yale niliyozoea huku kwamba tunaishi makempu, kila kitu kinapatikana kwa wakati. Kule tunaishi maisha ya namna gani, kidogo sio mabaya, lakini sio kama ambao tumezoea. Kwa vitu vilikuwa na maisha ya Kenya jinsi ilivyo, inabidi pia uwe imara. Kenya ukiduadua tunaweza kuchukuliwa hata kichwa hata kichwa kinaweza kikaondoka, yani Jabiri. Kwa hiyo yani baada ya pale tena muda ulipofika, basi mchezo nikarudi tena. Bahati nzuri na mimi pia nimekuwa miongoni mwa watu, nikasema Jabiri pia na mimi nilikuwa na bahati. Ukumbuke na mimi miongoni mwa wachezaji ambao Simba wamepata nafasi ya kusajiliwa mara 2. Tunarudia kusema haikuwa rahisi Jabiri, ndio maana hata ndugu zetu leo hii tukikaa hivi tunaongea, wakati mwingine wanatakiwa ku-appreciate kwa sababu sisi tulipambana kucheza hivi vilabu Jabiri, hivi vilabu Simba na Yanga, Azamu, hivi sio vilabu vya mchezaji kumchukua mara 2. Nikikuchukua mara 2 wewe una kitu. Kwa hiyo mimi nilikuwa miongoni mwa wachezaji ambao nilipata hiyo bahati, unaelewa, ya kuchukuliwa tena, unaelewa. Kwa hiyo haikuwa zote hizo ni juhudi, juhudi Jabiri, ndio tunaosema tulipambana. Sisi tulitengeneza brand, haikuwa kirahisi. Tulitengeneza brand zetu kwa nguvu zetu. Leo hii sasa mtu ndio hichi chombo kinakuja Jabiri, inakuja inaumiza sana. Unamwona Janki amekuja tu sasa hivi kwa sababu kamera na TV nyingi, anaanza kutuletea dharau, unaanza kudharau. Wewe unajua hasa ambazo sisi tumepitia, wewe unajua mimi nimepitia wapi mpaka leo hii mimi kuwa humuni. Leo hii mimi nakaa nikikatiza sehemu mtu ananijua, ni mafanikio nimepata makubwa, jamii nimetambua, si ndio? Nimesafiri, tumeenda huko, tumeenda kule, lakini kwa sababu gani? Ya kuhaso Jabiri, haikuwa rahisi. Sisi hatukutengeneza soka ndogo Jabiri, kinachoumiza ni kwamba sisi hatukusubiri kuja kushikwa mkono, na ndio maana kuna muda sisi ama binafsi nachukia sana kumuona Janki sasa hivi, kwa sababu Azam TV ipo anacheza, alafu baadaye analeta kiburi. Unajua wewe unaleta kiburi. Mimi nimejulikana tangia hizi TV hazijaingia mpaka zinaingia. Ina maana mimi kuna kitu nimefanya, kujitambulisha kwenye jamii ya Watanzania na nje, tumefanya sisi. Ndio kiburi chake anatakiwa afanye kama ulivyofanya, si ndio? Wewe leo sasa unakuta Janki anakuja kwa sababu sasa hivi mtu kila mechi zinaonekana kwenye TV. Hela ipo mashallah, alhamdulillah, tunaombea wapate zaidi na sisi tupate, Mungu ndo anajua. Lakini dharau ndo sisi hatutaki, yaani dharau hakuna. Jabiri, mimi moja kati ya kitu ambacho sikielewi kwa vijana ni dharau. Yaani dharau, hawana discipline ya kumheshimu mtu. Tunatakiwa wafanye kitu kimoja. Sasa hivi ni nyakati yao, tuna appreciate, tunakubali, tunaomba dua. Kipindi chao wanafanya, sisi hatuna jealousy yote, lakini sisi tulishafanya na sometimes sisi tumefanya zaidi yao walivyofanya. Tumeshapita ambapo wao sasa hivi wapo. Wao wanatakiwa kwanza wafanye kitu kimoja Jabiri. Mtu kabla akukudharau apite zile sehemu wewe umepita, akanyaga ambapo wewe umefanyaje Jabiri, umekanyaga. Unajua, atengeneze historia yake kwa nguvu, sio swala la kutengenezewa na watu wengine alafu ndio ulete dharau. Na mbaya zaidi unakuta sasa hivi wanadharau alafu pia hataki kusapotiana. Wamekuwa watu na vikundi wana magrupu yao nini na namna gani. Jabiri, sisi tulipambana, lakini pia tulikuwa tuna mioyo ya kusaidia. Mimi nimetoka niko South Africa katika haso zangu, ndio maana miongoni mwa wachezaji wa Tanzania wamehaso. Kupata kikubwa kidogo ni mambo ya Mwenyezi Mungu, lakini uthubutu wa kuhaso mimi nimefanya sana. Na Jabiri, mimi moyo wangu mweupe sana. Mimi nipo South Africa, nakaa pale Durban South Beach. Ukumbuke Durban South Beach ni moja kati ya sehemu ambayo ziko classic sana. Naelewa classic sana. Mimi niko pale na mjengoni Jabiri, mimi nilifanya uthubutu, niko mjengoni, mimi niko South Africa, nimeshachukua vijana zaidi ya 7
wa Kitanzania, ninachokwambia Jabir, kuwaleta pale mimi nilipo ili na wao watafute nini, wapambane, watafute maisha. Kwa hiyo mimi nilikuwa naamini katika kipaji changu kujipambania, lakini nilikuwa pia na uthubutu wa kuwasaidia wenzangu, na hilo Jabir mimi nalifanya mpaka kesho, na uwezi yani mpaka leo hii ninayokuambia, lakini sijawahi kuthubutu kutaja mtu fulani nimempeleka wapi, kwa sababu sio maisha. Sisi tunafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kuamini ya kwamba tutawasaidia ndugu zetu watafute njia wafike tulipofika kwenye kucheza, au sio bwana? Mtu sasa yeye akikukumbuka nini atajua mwenyewe, na nakwambia miongoni mwa watu ambao sisi tunawasaidia Jabir sasa hivi, wengine wana majina makubwa hapa Tanzania na walicheza pia vilabu vikubwa, lakini baadaye wakawa wanaleta nini, dharau. Sasa wewe ukiniletea dharau, mimi ndo nakuwa sielewi wewe unaniletea dharau katika njia ambazo mimi nilishapita. Unajua, yani vitu viko kama hivyo. Kwa hiyo maisha yetu ya mpira yanataka kujitoa na uthubutu kama sisi ambavyo tumefanya. Sasa hivi alhamdulillah hela ipo. Yaani sasa hizi unajua ukichukua tu kidogo unapata na milioni. Ukifanya hivyo unapata na talent zipo, sio kama hamna. Hatuwavunjie heshima. Hilo kwanza lazima waelewe. Hatuwavunji heshima. Ila kama sisi tunavyowaheshimu wao na wanatakiwa wao wawe na heshima, sisi tumeshafanya vitu vikubwa kwenye nchi hii, kama ambavyo walishapata kufanya watu wengine nyuma, ma legend ambao sisi tuna appreciate mpaka leo, ndio maana tunawasikia. Lakini mimi nataka nikupe story sasa. Wakati Shehan Rashid anakuja Zanzibar na Simba, wakati anaondoka mimi nilijipatika hilo jina, nikawa najiita Shehan. Siku fiti wamekuja Simba fundi kweli kweli. Simba anakuja pale, sisahau hiyo kitu. Wanacheza Simba pale na Mlandege, uwanja wa Amani Stadium. Mimi ni ball boys Mjomba. Nao kota mipira na muangalia Babi na muangalia Sheani kalapuri huko white unajua mtu wa Kiarabu kapiga akipiga nikasema huyu. Alipiga chombo ule mwanangu, kuna mvua hivi unajua mambo ya hapo unajua. Ensamboy afu mpira anajua. Pigwa sana auta. Si ndio? Ensamboy na mpira anajua. Asa na mimi kwa sababu zile mambo za kupendeza si nilikuwa nazipenda toka zamani. Ndio humo. Mimi naondoka uwezi amini mwanangu, nakwambia nikawa najiita Sheani. Niko Zanzibar. Sheani. Najitanua. Umeona? Kwa hiyo mafundi kama wale walikuwepo ambao wao uthubutu wao walitusababisha sisi pia kwa tuna hasira, lakini sisi hasira yetu haikuwa kusubiri kufanyaje? Tulithubutu, na uthubutu ndio kila kitu. Na wakati katika nyakati zako za kucheza, mimi nacheza mpaka leo. Kuna kitu nataka nikiulize kidogo kwamba mara nyingi sijajua mpaka saa hizi nafikiri unakuwa kwenye holding mara nyingi, lakini sasa kwenye holding samani kwenye holding mara nyingi nacheza na lakini holding yako unacheza umekuwa ni mtu ambaye unafunga magoli ndio mara nyingi na umefunga goli nyingi. Sasa katika hizo goli ulizofunga kuna goli gani ambalo wewe saa hizi ambazo ni kitu chako na alikuboss baada ya goli nilifunga siku ile katika goli zangu nilizofunga hili bwana ndio yani nilikuwa kati ya magoli yangu mpaka hivi sasa hivi najua naweza likaja lingine bora siku ile, lakini kwa sababu kumbuka wakati nilikuwa nao uniangalizie moja tena Jabiri, unaniuliza kitu ambacho wewe kwa sababu umekuwa na mimi tumekuwa chombo tunajua, yani unazungumza kitu ambacho umekuwa na mimi kwenye timu, mfano kama Azam nimefunga magoli, si wote tupo, si ndio? Lakini Mtibwa nacheza holding nafunga, si ndio? Na sehemu zingine. Sasa umeniuliza swali zuri sana. Kuna historia ambayo mimi nadhani kwangu mimi ni kitu kikubwa sana na ni kitu kizuri sana. Unakumbuka wakati tuko Azam, miongoni mwa magoli ambayo nimefunga siwezi kusahau. Wakati tuko Azam nakumbuka tulienda Kagera. Tunaenda kucheza na Kagera Sugar. Kabla uwanja ule haujafanyaje? Haujatengenezwa vile. Nafikiri nakumbuka katika kumbukumbu. Uwanja kwa upande mmoja uko ovyo. Azam haikuwahi kwenda Kagera kupata pointi tatu Jabiri, lakini nakumbuka ile mechi wakati tunakwenda mimi nilifunga goli ile mechi. Lile goli wakati nafunga ndio goli ambalo kwa mara ya kwanza Azam ilipata pointi tatu pale uwanja wa Kagera. Kaitaba. Kwa ni miongoni mwa magoli ambayo siwezi kufanyaje kusahau, kwa sababu mara nyingi tupate magoli ya historia imebakika. Haijalishi umelifunga kwenye stadium lakini nilifunga ile goli muhimu. Ilibeba kwa sababu Azam, na ndio kweli haikuwahi kupata pointi tatu Kagera, lakini ilipata pointi tatu kwa mara ya kwanza
kwa goli ambalo mimi nilifanyaje, nilifunga. Na bahati nzuri Jabiri, umeniuliza swali zuri sana kwamba anacheza namba 6 lakini nilikuwa nafunga. Na unakumbuka kipindi kile baada ya kutoka pale tulikuja Mwanza pia nikawa nikienda huko na mwalimu wangu yule anajipenda naweka, unajua. Kwa hiyo lile ni miongoni mwa magoli ambayo yana historia kwangu mimi, naweza nikakumbuka. Ingawaje kwa nini labda uko holding midfield na unapata nafasi za kufunga, ndio yale tunasema unaweza ukawa holding midfield. Kuna holding midfield chombo, sisi watu wa mpira tunajua wapo design tatu tofauti, unaelewa. Sisi wengine ni holding midfield lakini box to box holding, unaweza kwenda kutabaru tu upande mwingine kawaida, inahitaji msaada. Na hiyo kitu ipo kwa sababu mtu mwingine, unajua watoto wengine ukizungumza hivi vitu wanaleta ubishani, kwa sababu sasa hivi sisi tunaendea ubingoni, wameona vijana wengine wanakuwa wanatuletea dharau. Wakileta ubishi waende tu kwenye YouTube, ma video yapo, wataona ukweli wa kile ambacho tunakizungumza, alafu mtu atakompea na watu wake ambao yeye anaamini wako bora, unaelewa. Kwa hiyo unakuta sisi tulikuwa tunasema ni holding midfield, lakini mara nyingi ukihitaji nyakati ambazo unahitaji timu inahitaji ulinzi, niko pale, si ndio? Na ndio hivyo ilivyo, niko kwa 100% niko pale. Lakini timu inapohitaji msaada, wewe ni holding. Timu inapohitaji msaada kwenye attack, tulikuwa tupo. Na kwa nini tunarudia yale? Kutokana na ile namna mapafu Jabiri kwenda kurudi, kuja huku ukabe ufanye kazi, uende kule mpira ni kukuuka, unaona, ni kujitoa, unaona, utulivu. Kwa hiyo pia ilikuwa inasaidia. Nacheza namba 6 lakini nimefunga magoli kwa sababu nilikuwa na timu ikiwa ipo mbele, nipo timu ikiwa ipo nyuma kwenye ulinzi 100% nipo. Na mambo ndio mmeyafanya hata nyinyi Chombo, Jabiri, wote nyinyi mmeyafanya, mmefunga, lakini kwa staili hiyo. Hatukuwa midfield kama mimi, kwa sababu sikuwa namba 6 kwamba tena namba 6 mimi nipo pale kama namna gani, namba 6 lakini kwa majukumu inahitajika kwenye kuataki unakwenda. Na hasa siku ikitokea uko na moto umekaa vizuri, unaweza kwenda hata mara 100, unajua wote mzee wanaweza kwenda namba ngapi, unaelewa. Kwa hiyo yani hiyo ndio ilikuwa inatusaidia, kwa sababu sawa tunaweza namba 6 lakini tulikuwa tunafunga kwa sababu ya uthubutu. Ilikuwa sio namba 6 wale unaona bana watu wamekaa. Na ukumbuke Jabiri kuna kitu kimoja, ndio maana nasema kuna holding midfield zaidi ya 3 type. Sisi wengine ni natural, na hii ndio imetusaidia sisi wengine. Jabiri ni natural holding midfield, natural, kwamba pale nitatimiza majukumu yangu 100%, kwa sababu mimi ni natural holding. Najua najua nitabeza akikimbia hapa nitakiwa ni kabla, najua hivi. Sasa kuna holding wengine ni wa kutengenezwa, unajua mwingine ni holding midfield lakini kutengenezwa, na vitu viko wazi, vipo hai, tunaviona kabisa, anatengenezwa wewe uwe holding midfield. Sasa kuna mwingine unamuona anao uwezo tu wa kuwa anaweza kucheza hata holding, lakini ni yule ambaye bosi. Ndio maana halisi ziko tofauti. Mabosi hapa ambao yeye sio huku wala kule, yeye ni mtu wa hapa, lakini timu yote inaweza ikasambaa kwa namna ambavyo anataka yeye. Okay, na tumeongea kwa kirefu au tuseme kwa timu kwa upana kwamba timu nyingi ambazo zilizokwenda katika maongezeo kwamba makocha yani waliongelea sana walimu kama kina Salum Mayanga, lakini katika walimu wote ambao umewazungumza katika hizo timu zilizopita, na imani walimu tofauti, ndio tofauti. Sasa katika mwalimu gani ambaye unaona katika kari yako yote ya mpira mpaka sasa hivi mpaka sasa hivi, ni mwalimu gani ambaye wewe unamuona kwamba alikuwa na wakati naye mzuri? Nataka nikwambie Jabiri, kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu nimekutana na walimu ambao wao walichokuwa wanakitaka 80-90 na sisi tunafanya. Kwa hiyo kazi ilikuwa haiko ngumu kwa walimu kwetu sisi au kwa ngumu, lakini pia na waheshimu walimu wote ambao